unasikia kila kitu katika Kiswahili, lakini inapofika zamu yako ya kuzungumza maneno yakapotea au ukakosa maneno sahihi ya kutumia. Si kwamba huna cha kusema, bali ni mfumo wako wa mawazo umepatwa na hitilafu. Eti hii mara nyingi husababishwa na nini? Cha kwanza ni presha ya ukamilifu. Yaani unataka kusema kitu bora sana kiasi kwamba akili inagoma kutoa chochote ambacho sio perfect. Cha pili, unatumia nguvu nyingi kuelewa anachosema mwenzako kiasi kwamba unasahau kuandaa majibu yako. Cha tatu ni wasiwasi, yaani mapigo ya moyo wako. Mapigo ya moyo yanapoongezeka, sehemu ya akili inayohusika na mantiki inasinzia kidogo. Kingine ni kwamba unaanza kutafsiri katika lugha mama, yaani native language yako. Hiyo inasababisha ukose msamiati wa kutumia. Hebu tuchunguze ni mbinu gani za kupata suluhisho inapofika zamu yako ya kuzungumza ili usikose tena cha kusema. Kwanza, chukua muda. Unaweza kumwambia unayezungumza naye eti hapo umesema jambo zito. Hapo unaweza kupata muda wa kupanga jibu lako. Cha pili, unaweza kurudia alichosema ili kupata muda wa kufikiria. Kama kwa hiyo ulikuwa unataka kumaanisha na kuendelea. Hii inakupa sekunde za kufikiria. Cha tatu, anza na hisia badala ya logic. Kwa mfano, unaweza kusema kiukweli hii mada imenifanya nifikirie sana. Hiyo inakupa sekunde za kufikiria na kupanga mawazo yako. Mbinu nyingine ni kujizoweza, yaani free talk. Unaweza kuzungumza peke yako mbele ya kioo kuhusu mada yoyote kwa dakika kama moja bila kuacha. Kama umependa somo la leo, bonyeza subscribe ili tuendelee kuwa pamoja.